Nataka nishukuru rafiki yangu Eddie Oketch na rafiki yangu Walter na viongozi wote wa Migori kwa kutukaribisha ili tuweze kusaidia jambo hili la watu wa bodaboda. Bodaboda na vile mumeongea, hata president wenu wakati ameongea, I am very happy. Many people do not understand the strength of bodaboda industry. Can you imagine bodaboda industry? Every year you inject in our economy 661 billion Kenya shillings. That translates to about 4.6% of our country's GDP. Hiyo mnasikia vizuri? That is an industry, unless you are a fool, you cannot assume. And that is why many leaders, viongozi wanataka kuinvest kwa sekta ya bodaboda. Sidhani kuna chama yoyote ambayo isipokuwa ya Rigiji. Hakuna chama yenye aina manifesto ya kuinua watu wa bodaboda. Ilikuwa kwa manifesto ya rais na bado nafikiria iko kwa manifesto ya chama ya ODM. Kwa sababu ile kazi ambayo hii sekta ya bodaboda ni kubwa. Na wakati Oketch alipotuambia sisi kwa sababu sasa ni broad based, tukaamua wacha tukuje. Na niwashukuru watu wa Migori. Nyinyi wakati rais alikuwa hapa juzi, mlimkaribisha sana. Na mimi nataka niwaambie wakati Raila Amolo Odinga alisimama kura ya kwanza mwaka ya 2007, sisi Wakalenjin tulimuita Arap Mibei. Hata Sifuna hakukuwa wakati hiyo. Sifuna ajui kama kulikuwa na post election ilikuwa mbaya 2007. Ajui kwa Wakalenjin walifungwa wengi kwa sababu ya kusimama na Jacom Raila Odinga Amolo. Na kwa wakati tulikuja juzi tukapata huyu mkora anasema mambo ya shares, tukaona huyu mtu ataangusha serikali. Tukakumbuka pahali deni yetu iko tulikuwa tumepea, tukarudi tukaambia Jacom saidia sisi kwa sababu huyu mtu anataka kutumaliza kwa serikali. Ameleta upuzi ya mambo ya shares, ati ndio Migori upate ile haki yako yenye unalipa nayo ushuru, ati lazima upewe shares yako. Na Migori wakati hiyo hamukuwa na shares. So it means rais angekuja upande hii. But you can see leo mbunge ya Belgut anasimama Migori awendo akiongea kwa sababu ya broad based government. I want to urge the Secretary General ya chama ya ODM na watu wa ODM wote, let us unite because it is in our interest to unite for the sake of our people. It is fashionable to attack because it propels you politically. But then haiwezi weka pesa kwa mfuko ya raia. Leo sisi tuko na nyinyi na watu wachani ongeringo, ango. Pahali mutakanyaga ndio pahali sisi tutakanyaga. Because tunataka kuunite hii nchi. Nyinyi mliona jana kuna chama imefunguliwa na wakora wawili. Wakora sugu. Party leader anaitwa Rigathi Gachagua. Deputy yake is a non-con man anaitwa Malala. Hiyo chama ni ya maobtainer tupu. Imagine mtu ana launch chama na anafanya kipindi. Huyo Governor Sonko anaitaka kipindi re. Anaita watu ya bunduki mbili, atu wanapiga hivi juu, inaonekana ni kama kuna vurugu. Just because they want to create attention kwamba ni chama ya maana. Hiyo chama, hii broad based, itaitandika asubuhi na mapema. Si mnataka maendeleo? Mark Nyamita amesema vizuri. Every leader, the interest of every leader is to serve their people. Na ndio maana hata tumekuja sisi tushikane. Na haitaishia hapa. Nataka huyu Walter atuite tukuje tena ya kanisa. Nataka huyu Walter atuite tukuje ingine tena. Sasa mimi nataka nikimalizia niwaombe kitu moja. Kwa shule inakuwa na term ngapi? Inakuwa na term ngapi? William Ruto amefanya term ngapi? Sasa nikisema Harambee mnasema 2 term. Harambee! Harambee! Basi Sifuna umesikia, asante sana. Haya Nelson. Eddie. Mheshimiwa Eddie,
imefika kwa maseneta. Sasa ni wewe uweze kuja ili walike wenzako maseneta, sababu nyinyi ni watu wa kushikilia kaunti. Karibu sana. Karibu ndugu yangu, and congratulations Eddie. Gimana mwana gisane, nakawarua gitu. Gimana mwana gisane,